Mtazamaji wa SFTV, tuko hapa Mpira Pesa naye mwenyekiti wa tawi hili miongoni mwa matawi makongwe kabisa Shabani, wenyewe wanapenda kumuita Shabani Mpira Pesa, kuzungumza mawili matatu kuhusiana na kile ambacho kimetolewa siku ya leo na shirikisho la soka Tanzania kwa maana ya TFF kuhusiana na maamuzi ya shirikisho la soka barani Afrika CAF kusimamisha matumizi uwanja wa Benjamin Mkapa, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba walikuwa wanatarajia kucheza mchezo wake wa taifa dhidi ya Wamisri hawa Al Masry kutokea hapo nchini Egypt katika michuano ya kombe la shirikisho. Shabani, asalamu alaykum. Wa salamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Mambo yanakwenda? Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu anasaidia, mzima mwili wa afya. Saumu nayo? Saumu inapanda, alhamdulillah, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Leo tuna chungu cha 11 na tunaenda vizuri, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Naam. TFF wametoa taarifa kutoka kwa shirikisho la soka barani Afrika kwamba uwanja umesimamishwa matumizi. Wana Simba, ni mnaotumia uwanja wenu ule ama mnaotumia uwanja ule kama uwanja wenu wa nyumbani kwenye mechi za kimataifa? Taarifa hii kwanza mmeipokea kwa namna gani? Kwanza nimepata taarifa hii kwa mshtuko. Niseme kwa mshtuko kwa sababu unapozungumzia uwanja wa Benjamin Mkapa na ndio uwanja wetu ambao wa nyumbani na ndio uwanja ambao umetupa mafanikio mpaka tukawa bora kwenye bara letu la Afrika. Hata kama kokote tunapata matokeo. Na uwanja wetu ule na ndio uwanja ambao Simba ndio uwanja ambao tuna baraka nao, naweza nikasema. Kwa hiyo baada ya kupata zile taarifa kwa upande fulani nilipata mshtuko, lakini watu wanasema mwanajeshi achagui silaha. Silaha yote anapambana nayo ili aweze kupata matokeo, lakini na uhakika kwa vipengele nilivyosikia katibu mkuu nadhani wa serikali Msigwa, nimemsikia anazungumza kwamba CAF inaonekana kama wiki 2.5 nyuma ndo walikuja kuangalia ule uwanja, wakawa hawakulizika na pitch, lakini kwa maelezo ya Msigwa kwamba vile vitu walivyoambia vifanye vote tayari washavifanya, uwanja utakuwa uko tayari, na kama haitakuwa tayari basi popote viongozi wetu watakapopendekeza sisi tutaenda kucheza na inshallah tutamuondoa Al Masry. Yes. Wana Simba mmezoea Benjamin Mkapa na hata pia wachezaji imekuwa kama ni sehemu yao ambao wanapata ile hamasa kubwa. Endapo labda CAF atakuja na hatajiridhisha kwenye hii awamu ya pili ambayo katibu mkuu wa serikali Mheshimiwa Gaston Msigwa amesema waje waangalie, wajitathmini, wafanye tathmini kwenye hiki ambacho wamesema kwamba uwanja haukidhi, hii labda inaweza ikawa na athari gani kwa wekundu wa Msimbazi? Sisi popote kama nilivyosema tunaweza tukapata matokeo, lakini uwanja wa Benjamin Mkapa ndio uwanja ambao tuliozoea kucheza na ndio uwanja ambao umetupa mafanikio makubwa Simba. Sasa kama kutatokea mistake yote ya kwenda kucheza uwanja mwingine, sisi kama mashabiki tuko tayari kusupport timu yetu. Na hata wachezaji wetu na imani popote wanacheza. Kama mashindano haya toka tulipoanzia kuna mechi ambayo tumepata matokeo ugenini, basi hata huko tutaenda tutapata matokeo na tutaqualify, kwa sababu hatua ya robo finali nadhani mechi zinakuwa 2, moja nyumbani nyingine ugenini. Kwa hiyo tutakwenda kucheza itakuwa kama ni ugenini lakini ni nyumbani kwetu, na na uhakika tutafanya vizuri. Sina hofu na hiyo, lakini ingetupendeza zaidi tungecheza uwanja wa Benjamin Mkapa, na kwa ukubwa wa serikali yetu kwa jinsi walivyo na uwanja uko chini ya serikali. Nimemsikia katibu mkuu Msigwa, nadhani kila kitu kitaenda vizuri na inshallah tarehe 9 au 8 tutacheza uwanja wa Benjamin Mkapa ambao ndio uwanja ambao unatupa mafanikio zaidi klabu ya Simba. Endapo mtachagua kwenda viwanja vingine tofauti na Benjamin Mkapa, kuna baadhi ya nchi za karibu hapa katika ukanda wa Afrika Mashariki, lakini pia kuna Zanzibar hapa ya nchini, labda ni wapi ambapo kama mwana Simba ulikuwa unaona yes tukienda sehemu fulani tunaweza tukafanya vizuri zaidi kama ambavyo tunafanya kwa Mkapa? Nimesikia tutetesi kwamba inawezekana tukaenda Rwanda. Lakini mimi niseme sisi tuna uongozi wetu. Uongozi wao ndio wanachunguza sehemu gani ni sahihi kwa sisi kwenda kucheza mechi yetu. Kwa hiyo watakapopendekeza kama uwanja wa Benjamin Mkapa kushindikana, wakipendekeza Zanzibar tutacheza, kwa sababu hata Zanzibar tumeenda tumepata mafanikio. Hata nchi zingine tumeenda tumeona Uganda tumefanya vizuri. Hata huko Rwanda nadhani unapozungumzia wa Rwanda kuna wengine wako Simba. Na juzi tu nimeona kuna kijana Mnyarwanda Simba kabisa, kuna picha zake na video zake zina trend na wako wengi wako Simba. Sasa tunapozungumzia Rwanda na maana ni ukanda wa Sekafa ambao Simba sehemu yote tutakapoenda sisi na ndo giant wa ukanda wa Sekafa. Nadhani tukienda katika nchi za Afrika Mashariki na Kati sisi giant tutapewa heshima kubwa, kwa sababu ukizungumzia Rwanda, Kenya, Burundi,
nini wapi kote, yani Simba na ndo Giant katika ukanda huu. Kwa hiyo viongozi wetu watakapochagua popote tukienda tutakuwa kama tuko nyumbani, kwa sababu nguvu yetu bado itakuwepo, kwa sababu wao wenyewe wanajua kwamba sisi na ndo mkubwa wa ukanda wa Sekafa. Kwa hiyo hatuna doubt na hilo. Tutakuwa mashabiki wengi ambao wengine watatoka kwenye hiyo nchi, lakini hata sisi wa Tanzania, hasa watu wa Simba, Rwanda ni karibu, Uganda ni karibu, Kenya ni karibu, popote tutaenda kucheza na tutapata matokeo inshallah. Yes, nataka kufahamu kutoka kwako ama kusikia kutoka kwako. Wewe ni mdau wa mpira wa muda mrefu. Uwanja wa Benjamin Mkapa ni sehemu ambayo vilabu vya Tanzania vimekuwa vikiutumia katika michuano ya kimataifa, lakini pia hata timu za taifa, si wanawake wala wanaume, wamekuwa wakiutumia uwanja huo pia kama sehemu yao ya nyumbani kushiriki michuano mbalimbali. Labda una kipi cha kushauri labda kwa uongozi, meneja uwanja na wale ambao wanahusika moja kwa moja kwa maana ya serikali? Uwanja huu umekuwa kama ni kimbilio la wanamichezo wa Tanzania. Tunapotokea sintofahamu kama hizi huwa zinawapa mshtuko kama ambavyo wewe Shabani umeshtuka. Labda ushauri wako ama maoni yako ni yapi? Nimemsikia katibu mkuu Msigu anasema kwamba uwanja unarudi nyuma katika matengenezo kwa sababu tunauomba sisi kuchezea. Lakini mimi nasema kuna baadhi ya vitu sisi tunashindwa kuelewa. Sio uwanja wa Benjamin Mkapa, viwanja vyote ambavyo viko chini ya serikali pamoja na Chama cha Mapinduzi ambacho ni chama tawala, viwanja vina viongozi wa viwanja ambao wanaongoza hivyo viwanja, kwa maana meneja wa uwanja. Yes, meneja wa uwanja, la maana anaangalia kila kitu kilichokuwa katika uwanja, lakini anakichunguza zaidi pichi ambayo inakuwa inachezewa, na yeye lazima ajue utaratibu wa pichi inaendaje. Sasa uwaga najiuliza kitu kimoja, kwa nini nafikia kipindi mpaka pichi nyasi zake zinaonekana haziko sawa, wakati Benjamin Mkapa umeacha kuchezewa muda mrefu au chezewi? Sasa inakuwaje mpaka nyasi zake zinakufa? Hili swali tunajiuliza hata kwenye viwanja vingine. Utakuta kiwanja kwa mfano cha CCM Kirumba Mwanza, katika viwanja ambavyo tunasema na vingine vimefungiwa, lakini tumeona CCM Liti Singida, tumesikia Tabora, viwanja vyote vina mameneja na viwanja ambavyo vina mafremu nje na vinachezewa mechi. Vinavitaga uchumi ambao wana uwezo kuleta maboza ya maji, meneja au mtu yote akasimamia, ambaye anasimamia uwanja wakati wote uko katika hali nzuri. Sasa sielewi kuna na shida gani mpaka tunaambiwa uwanja nyasi yake na kuwa haifai kuchezewa. Kwa kusema kweli, hili siku kwetu tunapata masikitiko, kwa sababu kama uwanja wa Benjamin Mkapa muda mrefu ulikuwa hujachezewa. Umechezewa juzi mechi ya Simba dhidi ya Azam, na hata ile mechi tumeenda kucheza uwanja ukiwa bado nyasi yake sio rafiki kwa kusema kweli, lakini ilichezwa tu, lakini nyasi ilikuwa rafiki. Sasa tunajiuliza hawa mameneja wanafanya kazi gani katika hivi viwanja? Yaani sisi wenyewe wadau wa mpira tunajiuliza hayo maswali. Kwa mfano leo ukichukulia mfano wa uwanja wa Benjamin Mkapa, inaonekana meneja wake yuko makini sana kusimamia uwanja. Ndio maana hata juzi makomando ambao walienda kuzuia walienda kuzuia msafara klabu ya Simba usiende kufanya mazoezi, na meneja alikubali kudiriki kwa kubalia wale wahuni wasiingie kufanya mazoezi. Sasa kama yuko makini katika kuzuia timu isifanye mazoezi, kwa nini asiwe makini katika pichi ambayo ndo inaochezewa mechi? Kwa kusema kweli, hili si kwetu linatusikitisha, na yani kwa kusema yani halipendezeshi, kwa sababu unapozungumzia nchi ya Tanzania tumeona rais wetu kiongozi wetu wa TFF Wallace Karia kapata heshima yake kubwa, kachaguliwa katika kamati ya tendaji ya shirikisho la mpira Afrika. Sasa haiwezekani rais wa chama cha soka Tanzania anachaguliwa katika kamati tendaji ya mpira ambayo ni kafu, alafu viwanja vyao vinakuwa kila baada ya miezi mitatu minne kiwanja kimefungiwa. Lazima watengeneze kanuni za kuhakikisha mameneja, kama pichi yako haiko sawa sawa, meneja unakuwa una kazi, kwa sababu meneja kitu cha msingi zaidi cha kuzingatia kwanza ni ile pichi ambayo inachezewa. Na maji Tanzania yako mengi, kwa nini viwanja vyetu vinakuwa havina maji? Kwa hiyo mimi katika hili ni washauri serikali na chama tawala ambacho ndio kina viwanja vingi, wajaribu kuangalia watu ambao wanawakabidhi haya mamlaka. Inawezekana wanawapa hivi vyeo, lakini sio wazi yao kwa hivi vyeo. Bana, nikushukuru sana. Nashukuru sana.